taqiyunaki wazahidu bazullahi murshidu shauri bazullahi murshidu shauri haya ridwanu salamul ilahi ridwanu salamul ilahi ala maulana sheikh shauri. Namtakiu wa zahid sheikhana shauri. Mabwana, niwakaribishe katika vipindi vyetu mbalimbali ambavyo twajali katika masala ya tasawufi, na miongoni mwa faida ambazo leo wacha tuzidawirishe katika maana mbalimbali. Naam, katika ulama ambao ni mu'tamidun ni al-alama sahibu kashfu dhununi, alipoipatia maana ya maksudi katika tasawufu ni kitu gani, tasawufu ni kitu gani, yeye kama yeye sawa katika mauhiba yake na matelezo na mapenyo ya maana, yeye kama yeye sawa. Sahibu kashfu dhununi anatuambiaje tasawufu anavyojua yeye, nje na maana ambazo watu gawia tu kwamba masufi aina hii, masufi wako hivi, tasawufu ni hii. Hapana, angalia ahlul kamala sahibu kashfu dhununi anatuambia tasawufu huwa ilmu, tasawufu ni elimu. Mabwana, tasawufu ni elimu. Kisikia tasawufu ni ilmu, tasawufu ni elimu. Yu'rafu bihi, ambayo elimu hiyo huwezi kuifahamu ila inafahamika kwayo. Hiyo elimu inafahamika sawa kwayo, kwa maana alama ya kujua kwamba hapa tuna elimu ya tasawufu na maeneo kama haya ifanye ilmu ya tasawufu kazi ili tupate matunda yake. Ni kaifia tutaraki ahli al-kamali, ni namna ya watu wanakopanda katika uchamungu. Ni kaifia tutaraki ahli al-kamali, ni namna ya watu wanavyopanda, watu wakamilifu, minan nawi al-insani, katika namna ya wanadamu. Yani kuna vitu wanadamu wanapovifanya wanapanda fi madarijin, katika ngazi za saadatihim, za mafanikio yao. Wanapanda katika ngazi za mafanikio yao. Wanapanda kwenda wapi? Mwenyezi Mungu ni ucha Mungu. Huwa ni ucha Mungu, shekhe wangu. Kwa hiyo tasawufu ni elimu ya ucha Mungu. Mtu ambaye hana tasawufu hana elimu ya ucha Mungu. Lakini wenye kunufaika na elimu hiyo ndio hao tunaowaita wa mawali, walinufaika na elimu ya tasawufu. Ndio hao tunaowaita wacha Mungu, wamenufaika na elimu ya tasawufu. Wewe kama umesoma elimu ya tasawufu alafu huna huo ucha Mungu, ni mtihani. Yani umeisoma ilmu alafu hujaifanyia kazi, alafu usitegemee kupata mauhiba. Kwa sababu tasawufu tuliambiwa hapa inaanza na ilmu. Ukitoka ilmu amalu, ukitoka amali ndio mauhiba, na mauhiba ni matokeo ya amalu katika ilmu. Baada ya kujua ilmu, tasawufu ni elimu inayolaiq sawa. Mawahibi gani ushajua tayari? Elimu hii inatengeneza ndani ya nyoyo zetu, na ndani kwetu panatengenezeka na adhkari na mengineyo mengi sana. Vunja adhkari, vunja nufusi zile saba. Kuna nafsi saba ukizivunja, na zile nafsi ndizo ambazo zinaondosha ujubu. Kwa kuvunja nafsi kunaondoshwa ria, kuna iqidi, kuna hasadi. Vunja zile nufusi saba tena kwa dhikiri. Ndio maana ahlu tasawufu wengine wakasema kuna kitu kinaitwa khalwa. Unajificha pahala yani. Sawa, khalwa unakaa sehemu iliyotulia,
haina bugdha, unavunja vunja hizo nafsi, na kuna auradi zake na idadi ya nyiradi. Sasa sipo huko. Naam, ila anqala akasema ilmu tasawufu ilmun laysa ya'rifu. Mashairi ni kwamba ilmu tasawufu hakuna mtu anayeweza kuijua. Ilmu tasawufu sawa, ilmu laysa ya'rifu, sio kila mtu anaweza kuijua ilmu tasawufi mambo yake. Illa akhun fitna, isipokuwa mtu aliyekuwa mzuri wa akili. Fatana fitnatu, ni mtu ambaye akili yake inafanya kazi. Yeye mwenyewe anajua tu kwamba salahiyatul insani, maslahi au mafanikio ya mwanadamu katika dini yake, lazima awe ni mtu mwema, sawa, ili atengeneze akhira yake. Wema huo unaotakiwa kuwe nao, kama huna elimu ya tasawuf huwezi kuwa mwema. Na bila shaka lazima tufahamiane kwamba mtume alikuwa ni mwema. Hawa kulla sifati wal maani kana akmalun nasi khalqan wa khuluqan, mtume Muhammad. Je, tabia ya wema na kila alichokuwa nacho bwana mtume kizuri kilipatikana hivi hivi? Alikuwa ni mwana sufi, kwa maana aliisoma ilmu ya tasawufi, ingawaje hata kama hakujiita sufi, lakini kimatendo alikuwa sufi ya faalan, sufia fi'lan, kwa matendo ambayo watu wanajiiga kutoka kwake. Ndio likanat lakum fi rasulillah uswatun hasana, kigizo chema kwenye nini? Kwenye udalali, kwenye uzinifu, kwenye roho mbaya? Kula mahasini, kila lo mazuri bana. Bikathrati khisalihi almahmud, bikathrati khisalihi almahmud, ndio uswatun hasana, kigizo chema kwenye kila tabia. Sasa hizo tabia alizokuwa nazo, elimu ya kutengeneza hizo tabia inaitwaga elimu gani? Kama ambavyo leo unaswali sheria, elimu inayotengeneza ibada hizi ambazo ni muayana za sharia ni elimu gani? Tunasema ilmu alfiqhi. Sasa elimu ya kutengeneza bawatini inaitwa ilmu tasawufi. Sasa inakuwaje mtu aikimbie tasawufi, au wale waliokuwa masufi wawe sio watu wema? Labda tukaona masufi ambao hawakuisoma elimu hiyo, kwa natija walioisoma waitendee kazi kuwa na hizo tabia nzuri. Sasa kwa jina la kwamba mtu sufi alafu akawa mbaya ndio usufi uwe mbaya? Hapana. Bali elimu inabaki kuwa ni ikhtina, mambo yake yanayofundisha ni mazuri. Ila katika wale wanaosoma kuna wengine hawanufaiki na elimu hiyo, anakuwa ni mtu sufi isman, sufi jina, sio sufi fi'lan. Kwa hiyo mtu anatakiwa atangazike kwenye elimu hiyo, matendo ndio ya mtafsiri huyu bwana alivyomwema, lakini sio nini, sio jina tu ana sufi alafu unalawiti watoto wa watu. Ni sufi gani? Tabia zako mbovu namna hiyo, wewe ni sufi jina bwana. Ana sufi mtapeli mkubwa, ana sufi mwizi mkubwa, ana sufi ana sufi hasidi mkubwa, unawachawia wenzako muridi na waislamu kwa ujumla, alafu wewe ni sufi. Sufi gani? Acha mambo ya ajabu, wewe ni jina tu. Sio kila sufi basi anakuwa ni sufi ni hakika, hapana, ni sufi jina. Kwa hiyo anasema hivi, tasawufu hakuna mtu anayeweza kuijua makami yake ila akhun fitna, isipokuwa mtu ambaye akili zake zinafanya kazi bil haqi, kwa ukweli kabisa, maarufu au anajua ukweli wake. Walaisa yaarifuhu man laysa yashhaduhu, na si kila anayeijua. Walaisa yaarifu, na hakuna anayeijua ilmu tasawufu, man laysa yashhadu, mtu ambaye hajaishuhudia elimu hiyo. Sawa. Wa kaifa yashhadu dhaw ash-shams, ndio maana tunaulizwa hapa, inakuwaje mtu ashuhudie kwamba tuna mwanga hapa muda huu, kwamba atoe ushahidi kwamba jamani, wakati huu mnaona mwanga, si mnaona mwanga, alafu wakati huo yeye ni makfufu haoni? Si inakuwa ni uongo? Uona tuambiaje hapa kuna mwanga alafu ni kipofu? Ndiko hapo tunapoona kwamba kuna watu hawaijui ilmu tasawufi, alafu wao wanaisema kwamba ni elimu mbaya, na wenye elimu hiyo ni watu wabaya. Hapana. Hakunaga duniani mtu alokuwa mcha Mungu
kwenye dini ya Uislamu alafu akawa si mwanasufi. Ni ile jina tu la kwamba kuna watu wanaitwa masufi limekuja baadaye sana, lakini tokea hapo matendo ya tasawuf yalikuwepo toka zamani huko. Sawa, twende mbele. وقال الشيخ anasema Zarruqi fi qawaid at-tasawuf, katika misingi ya tasawufi anasema waqad hudda tasawufun wa rusima wa qusira wa fusira biwujudin tablughu nahwa al-2000, hakika mipaka na uelewa wa tasawufu wa rusima na majina sawa ya tasawufu watu hao wameitwaje, wafusira biwujudi tablughu, na imefasiriwa ilmu tasawufu kwa njia ambazo zinafika nahwa al-2000, 2000, kila mmoja anaizungumzia maana ya tasawufu anavyojua yeye. Lakini wote hawa wanasema marji kulli, hasikiliza kazi sawa, marji kulli, hasikiliza wewe, unasikia? Anasema hivi Sheikh Zarruqi anasema wa marji kulliha, na hizo taarafi mfamiko, kila mmoja apita anakopita, wewe zunguka unakozunguka, lakini marejeo ya kila unachokisema lisidqi tawajjuh ila Allah, ni namna ya ukweli wa kumwelekea Mwenyezi Mungu. Angalia ilmu hiyo, tazkia nafsi. Kwa hiyo watu wamezungumza kila aliyopita katika mapito yake akizungumzia tasawuf, kama hapa ambavyo nimeshaleta baadhi ya ulama wakizungumza, lakini wote hawa wanaizungumzia marji'i tawajjuh ila Allah, kwa maana lisidiki atawajjuh ila Allah, ni ule ukweli wa mtu namna gani airejeshe nafsi yake kwa Mwenyezi Mungu kiwa salama. Ndio maana yake wa inma hiya wujudun fi, na hili ndilo lengo kwenye ilmu tasawufi. Kwa hiyo mtu azunguke atakavyozunguka anabaki pale pale, lengo ni atawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala lisidqin, kwa ukweli kabisa. Na mtamaliza na kipengele hichi, fa imadu tasawufu, ama nguzo ya tasawufu ni tasfiyatul qalbi, sawa, ni namna ya kuitengeneza moyo, namna ya kutengeneza moyo min awdharil mada, katika vitu kikawaida vinavyotia madhara, hasadi, chuki na nini, mara nyingi inakuwa hivyo. Wa qiwamuhu silatul insan, na kuisimamisha ilmu tasawuf ndiko kuweka uzuri wa wanadamu bil khaliqil azim, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukitaka mtu usimame vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni mja wake sawa mwema, utengeneze ilmu hiyo. Fasufiyu, ama mtu aliyesufi. Sasa sikiliza, kuna tasawufu ambako ni masdari ya sawafa, tasawafa, yatasawwafu, tasawufan au tasawufun. Sufiyu ni mtu aliyesoma elimu hiyo ya tasawufu akaifanyia kazi. Ni mtu gani? Man safa qalbuhu lillah, ni yule aliyeusafisha moyo wake kwa ajili ya Allah, ukaondoa hasadi, chuki, wachuki wenzako, huwaudhi wenzako, au watukani wenzako, huwakeri wenzako, waone hasadi wenzako, au wadhulumu wenzako, au wachawiwi wenzako, unawapenda wenzako, hiyo hauwachuki wenzako, ndio safa qalbuhu lillah. Wasafati lillahi muamalatuhu, na matendo yake baina yake na Mwenyezi Mungu yakawa masafi. Yani kwa elimu hiyo utafanya ibada ikawa ndani yake inakubalika. Kinyume na hapo shekhe, utabumbuka sawa. Fasafat lahu min Allahi ta'ala karamatuhu, yakawa mazuri kutoka kwake, takrima kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Karama nini? Karamatuhu, karama zake Mwenyezi Mungu zikawa nzuri kutoka kwake huyu bwana. Huyo ndio sufi kweli, sio hawa manjaa. Tuanaingia kwenye tasawuf kwa sababu ya njaa kali, anaona huku kuna waganga, labda nitapata pesa, akaingia kule, naye ni sufi. Au mtu anaingia kwa sababu apate ucheo na nini na wengineo, hao anakuwa sio masufi kweli. Inshallah, acha tugote hapa.